Karibu tena katika darasa la afya ya uzazi, na leo katika afya ya uzazi tunazungumzia tatizo na changamoto ya bawasiri. Bawasiri ni ugonjwa ambao unaathiri watu wengi sana, kwa hivyo lazima tutoe elimu yake ili mradi tuweze kufahamu ugonjwa huu. Kifupi, bawasiri ni ugonjwa ambao unasababishwa na kuvimba kwa mirija ambayo inapatikana katika utumbo mpana. Mirija hii ambayo huwa inapitisha damu inapovimba, basi huwa kunapatikana kinyama ambacho kinaweza kikatoka nje ya tupu ya haja kubwa, au mirija hii ikaweza kuvimba lakini ikabakia ndani ya tupu ya haja kubwa, kwa maana sehemu ya ndani ya tundu ya haja kubwa. Kama itatokea itavimbia kwa ndani na kinyama hakitatoka nje, hapa tutasema hii ni bawasiri ya ndani, na kama kinyama kitatoka nje, basi tutasema hiyo ni bawasiri ya nje. Sasa zipi dalili zake? Lazima tuzifahamu ya kwamba moja dalili kubwa ya bawasiri ya nje ni kutoka kwa kile kinyama. Ukiangalia katika topi yako ya haja kubwa, unaona kuna kinyama kimetoka katika sehemu hiyo, na kinyama hiko kinaambatana na dalili nyingine, kama moja, kuweza kupata maumivu makali unapoenda kujisaidia, kutokwa na damu unapoenda kujisaidia, maumivu makali unapokaa, kama kuna kitu fulani kinakubana au kinakuchana unapokuwa unakaa chini. Hizi ni dalili za bawasiri. Lakini leo swali letu la msingi ni kwamba, je, bawasiri naipataje? Ziko sababu mbalimbali na namna ambavyo tunaishi zinakuwa ni sababu ya changamoto hii. Kwanza, unywaji hafifu wa maji ni moja ya sababu ambayo inawafanya wengi waweze kupata changamoto hii. Kama haupendelei kunywa maji mara kwa mara, maana yake mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula utakuwa hauendi vile ambavyo unahitajika, na kwa sababu hiyo unaweza ukaingia moja kwa moja katika changamoto hii. Lakini sababu ya pili, kufunga choo muda mrefu. Kama una changamoto ya kufunga choo, basi tatizo la bawasiri kama sio leo litakuja kesho, kama sio kesho siku nyingine, kwa sababu unapofunga choo unapoenda ile haja kubwa unajilazimisha sana kutoa ile haja. Sasa kadri unavyojilazimisha ndivyo unavyosababisha itirafu katika ile mirija inayopitisha damu katika utumbo wako mpana na mfumo wako wa misuli ya sehemu hiyo. Mwisho wa siku misuli hii inavimba na unaanza kupata changamoto hii, na hapa tunasema una bawasiri. Lakini sababu ya tatu ni kuingiliwa kinyume na maumbile. Hili limekuwa ni janga, kina mama na kina baba wapo wanafanyiwa ujinga huu. Wewe mama, usikubali hata siku moja kuingiliwa kinyume cha maumbile. Sehemu ya kufanyia tendo hilo Mwenyezi Mungu ameshaiunda, ni mbele, kuko vizuri tu. Kama kuna changamoto yoyote, ziko njia za kutatua hizo changamoto, lakini usikubali mume wako akakuingilia kupitia tupu ya nyuma. Utapata tatizo hili la bawasiri, na utakayeathirika ni wewe, na utakayeteseka ni wewe. Kwa hii ni sababu ya tatu. Lakini sababu ya nne, kupendelea kukaa chini muda mrefu sana, ni sababu pia. Kuna wale ambao shughuli zetu zinatulazimisha tukae chini. Mtu anaingia kazini saa 2 anakaa hadi saa 8. Ikifika saa 8 pale anakula kidogo, anakuja tena anakaa hadi saa 12. Ndugu yangu, hii kitaalamu na kiafya ni hatari sana. Kukaa chini muda mrefu kunasababisha kuvimba kwa misuli hii na mishipa hii, na mwisho wa siku unatengeneza tatizo la bawasiri. Lakini sababu ya mwisho ni mimba kwa kina mama. Unaposhika ujauzito, mara nyingi kuna kipindi fulani huwa unapitia changamoto ya constipation, kufunga choo. Kama utafunga choo muda mrefu, basi unaweza ukajikuta unapata tatizo hili. Kwa hivyo kina mama wajawazito wengi
wanajikuta mara baada ya kujifungua tayari anaona kinyama kimeota katika sehemu ya haja kubwa, kwa maana ya bawasiri ameshaipata. Ni tatizo, lakini tunapozijua sababu hizi tunajiuliza, je, kuna tiba ya kuweza kutibu tatizo hili? Majibu ya kwamba ndiyo, ziko dawa za hospitali, matibabu ya kizungu na dawa za asili ambazo sisi wengine tunakuwa tunahusika nazo. Kwa dawa za hospitali inategemea bawasiri hiyo ni ya wapi, ya ndani au ya nje, lakini ikishatoka nje utaambiwa sasa hapa option ni kufanyiwa upasuaji katika maeneo hayo. Lakini bahati mbaya unaweza ukafanyiwa upasuaji lakini bado tatizo hili likaendelea. Hii ni kutokana na experience ya baadhi ya watu ambayo tayari wameshafanyiwa upasuaji, lakini baada ya muda fulani tatizo linarudi. Nini mbadala? Kimbilia katika tiba za asili. Namba zangu za WhatsApp ziko hapo, nitafute, nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukafika ofisini ukapata tiba ya bawasiri ambayo itakusaidia kuweza kupona kabisa, na sio kutuliza halafu kesho tatizo linarudi. Kwa hivyo kwa wewe ambaye una tatizo hili usije ukakata tamaa. Kuna mwingine anakuambia mimi nalo hili tatizo miaka minne sasa, miaka mingapi sasa, je, naweza nikapona? Bawasiri inatibika, muhimu kama tu utazingatia tiba na maelekezo ambayo utaelekezwa, ili mradi kuweza kujenga afya yako na kurudisha maumbile hayo ambayo imeharibika katika hali yake ya kawaida. Namba zangu za WhatsApp zipo, njoo WhatsApp, eleza changamoto yako, tutahojiana vizuri na mwisho wa siku utapata utaratibu wa namna gani ambavyo dawa zinaweza zikakufikia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kusubscribe. Lengo kila makala ambayo nitakuwa naiweka hapa, basi wewe uwe wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Lakini pamoja na hili nina darasa pia za afya na mafunzo mbalimbali yanayohusiana na afya. Nitafute kupitia WhatsApp kwa namba zangu hizo. Nitakupatia utaratibu wa namna ambavyo unaweza ukajiunga kwa huduma ya WhatsApp, ili mradi uweze kuendelea kupata mafunzo ambayo nakuwa nayaweka hapa. Mafunzo ni kwa ajili ya kupata uelewa mpana wa afya yako kiujumla, kwa sababu elimu ndiyo tiba kuliko dawa zenyewe. Mtu anapokupatia elimu ya namna gani ambavyo unaweza ukajitunza, kutunza afya yako, kujilinda, kujikinga, basi vinasaidia moja kwa moja usiweze kupata matatizo hapo kesho. Badala yake inakupa elimu ambayo itakusaidia kuweza kujenga afya yako. Kwa kusema haya, asanteni na niwatakie wakati mwema.